Bwana, leo nawaletea mkasa huu hapa, ni very short and clear. Huyu dada ni shemeji yake na jamaa alilala kwenye kochi hapo. Yani nikisema shemeji yake namaanisha kwamba ni mdogo wake na mke wa huyo jamaa. Lakini leo kuna kitu cha ajabu sana anakifanya. Kavua nguo yake ya ndani kaiweka hapo chini, lakini hajashia hapo, kafungua kinga na yenyewe kaiweka hapo chini. Yani anatengeneza mazingira jamaa aonekane ni kama alikuwa anafanya mapenzi na mwanamke mwingine. Lakini hayote anafanya jamaa akiwa amesinzia, yani msela hajielewi. Sasa ameweza kufanya vitu vyake, anamwagia maji jamaa kidogo, na yeye huyo ananyata anaondoka. Dada huyu hapa karudi huku ndani, kafungua mlango, kaingia ndani afu anafurahi sana, anasema, Mungu naomba unisaidie mpango wangu uweze kufanikiwa." Sasa huyu dada ana mpango gani? Utanielewa tu, hata usio na haraka. Anampigia simu dada yake, anamwambia, "Dada, uko wapi? Naomba urudi nyumbani kwako haraka sana. Kuna kitu kinaendelea, njoo jione kwa macho yako mwenyewe." Yani njoo jione kitu mume wako anachokifanya ndani ya nyumba yenu. Hutoamini dada, nakwambia. Yani ubinti kuna namna anataka kumchonganisha jamaa na mke wake. Basi kamaliza kusuka mipango yake, anasubiri dada yake arudi moto wake. Basi jamaa kaendelea kulala huku ndani, mara ghafla mke wake karudi. Wife anafika, anaona vile vitu viko pale chini, anaona nguo ya ndani ya mwanamke na kinga ambayo inaonekana imeshatumika. Jamaa amelala haelewi chochote yani, na utajiuza kwa nini jamaa akawa na usingizi mzito hivyo. Ina wife anaangalia hapo chini, haamini anachokiona. Kumbuka huyu ni mume wake wa ndoa, lakini leo hii anaona vitu vya ajabu ndani ya nyumba yao. Lakini muda wote mambo yanaendelea, yule mdogo wake kwa mlangoni anatazama tu jinsi mchezo unavyoenda. Basi mwanamke anatazama ili si nguo za ndani, anaona basi mbona ni nguo ya mwanamke, na anachukua ile kinga, anaiangalia, anaishiwa pozi. Yani anaamini kabisa kwamba mume wake kachiti tena ndani ya nyumba yao. Anaamua kumwamsha mume wake kwa hasira, anamwambia, "Hebu amka chapu." Lakini mchizi bado amelala. Yani ni usingizi wa namna gani jamaa alionao? Wife kachafukwa sana, anamwamsha msela kwa hasira, anamwambia amke na aanze kuongea. Lakini jamaa haelewi, anaambiwa aongee kuhusu nini. Jamaa kaamka, lakini analalamika, anasema kichwa kinamuuma. Mke wake anamwambia, "Wewe mwanaume ni shetani." Lakini mchizi anaonekana kutokuelewa kinachoendelea. Wife anasema, "Ungefanya yote hayo huko nje ilikuwa ni sawa, lakini haujaridhika, unaamua kufanyia ndani ya nyumba yetu." Msela anaonekana kuchanganyikiwa, yani haelewi kabisa kitu mke wake anachomwambia. Anauliza, "Mama, unaongea kuhusu nini? Mbona sikuelewi?" Lakini wife nikawaka moto ile mbaya, yani hamuelewi msela. Wife kafika mbali, anamwambia jamaa, "Kwa hiyo umeamua kufanya yote kwa sababu nimeshindwa kuzalia mtoto?" Yani huyu jamaa na mke wake wamekaa muda mrefu kwenye ndoa, lakini hawajai kupata mtoto. Yani mke wake ni mgumba. Sasa wife anaendelea kumlaumu jamaa, lakini msela anaonekana kutokuelewa kabisa. Muda wanaendelea kubishana, jamaa sio anatazama chini, anaona ule mzigo. Msela anashtuka. Sasa hapa jamaa anaonekana kuelewa nini mke wake alikuwa analalamika, na anamuuliza mke wake kwamba hichi ni nini? Nani kaweka hivi vitu hapa chini? Lakini wife haelewi. Kwanza anamwambia jamaa, "Nakushukuru sana kwa kunikumbusha kwamba mimi sina msaada kwenye maisha yako. Yani mimi kwako ni takataka kwa sababu nimeshindwa kukuzalia mtoto." Jamaa anamwambia mke wake kwamba apoe basi waweze kuyaongea. Lakini mke wake anachukua maamuzi, anamwambia jamaa, "Unajua nini? Ishara unachokitaka, unahitaji uhuru kwenye hii nyumba. Kwa hiyo basi bora nikupatie." Yani wife anaamua kuondoka, lakini huko pembeni yule binti anacheka ile mbaya, yani anafurahi kinachoendelea. Basi kama utani, wife aingia ndani, kachukua mizigo yake katoka, anamwambia jamaa, "Si ni uhuru ndio unahitaji kwenye nyumba? Basi ni bora mimi niende nikaishi kwa wazazi wangu, ijulikane kama mimi hapa ni mgumba na sina mwanaume. Kwa hiyo kaa katika hii nyumba na unanifanyia dharau za namna hii." Wife anamwambia msela, "Nyumba sasa hivi iko huru, ni wewe tu. Yani leta wanawake wote unaowataka wewe." Jamaa anambembeleza mke wake, anamwambia, "Mama, naomba basi unisikilize nikuelezee. Sijui chochote kuhusu hichi kinachoendelea. Sielewi." Lakini wife hampatii nafasi kabisa jamaa ajieleze. Yani alichokiona kaamini. Basi wife ni huyu hapa anaondoka Jamaa anabaki tu anajiuliza, kwani hichi nini kinaendelea? Msela anaangalia pale chini, anainua ile nguo ya ndani. Anatazama, mbona kweli ni nguo ya mwanamke? Imefikaje hapa chini? Niko nimekaa pale kwenye kochi naangalia TV. Nimefikaje huko pembeni? Na mbona nimesinzia sana na nimeamka kichwa kinaniuma? Jamaa anajiuliza maswali mengi sana. Yani msela anaonekana ni kweli haelewi chochote kinachoendelea. Sasa wakati mama anashuka anaondoka,
lakini huku chini kuna binti, huyu ni beki tatu, anamsubiria bosi wake huku chini kwenye ngazi. Anamwambia bosi, tafadhali naomba unisikilize, usiondoke kwanza, kuna kitu nataka nikuambie cha muhimu mno. Dada anamwambia, unataka useme kitu gani? Nimechoka sana, naomba uniache niondoke, hakuna kitu ambacho utaniambia nitakuelewa sasa hivi. Lakini beki tatu anaendelea kusisitiza, anamwambia bosi wake, naomba unipatie basi hata dakika moja tu, ni kitu cha muhimu sana nataka nikuambie. Unataka dakika moja? Okay, ongea na kusikiliza. Sasa beki tatu anaanza kumhadisia huyu bosi wake kitu alichokiona. Anamwambia kwamba bosi, leo kuna kitu nilikiona, kuna tukio hili hapa. Sasa binti anachomhadisia bosi wake sisi tunakiona. Ipo hivi, huyu beki tatu alimuona mdogo wake na bosi wake akiwa amechukua dawa na akaiweka kwenye juisi, na hiyo dawa inaonekana ni dawa ya usingizi. Dada kamaliza kuandaa juisi yake yenye dawa, kainuka na anaondoka. Haya yote yalifanyika beki tatu akiwa anatazama. Sasa cha ajabu ni kwamba ile juisi huyu dada akamletea nani? Shemeji yake, yani mume wa dada yake. Kampatia jamaa, kachapa juisi bwana. Tena anamwambia juisi ni tamu sana. Wanacheka tu, haelewi jamaa, haelewi anachokunywa ni nini. Kachapa juisi yote kaimaliza, kamrudishia dada glasi yake. Anamwambia asante sana. Basi binti anamwaga jamaa, anamwambia endelea kuangalia TV, mimi niko nimekuletea juisi tu. Basi dada anaondoka zake huyo, lakini ikupita muda bwana, msela anaonekana anaanza kusinzia. Yaani ile dawa inafanya kazi. Usingizi unamchukua bwana. Na kwanza mwili umechoka, anaishiwa nguvu. Anajaribu kujiinua, anashindwa. Yaani ile dawa imeanza kummaliza mdogo mdogo. Basi mkali akajikaza akainuka, akahamia kochi la upande wa pili. Akajilaza hapo, mwili ushapata joto ile mbaya. Akaamua kuvua tisheti na akajilaza. Bwana, sasa hiyo story binti ndo alikuwa anamuelezea bosi wake, na anamwambia baada ya jamaa kulala, mdogo wako ndo akavua zile nguo, akaweka pale chini na akafungua kinga, akaitegesha pale. Kwa hiyo hayo yote ilikuwa ni mipango ya mdogo wako. Aisee, dada Amini anamwambia, umemwona kabisa ni mdogo wangu kwa macho yako? Beki tatu anamwambia ndio, nimemwona vizuri sana, ni yeye. Beki tatu anaendelea kumwambia kwamba yaani bosi, kuna kitu mimi sielewi kati ya mdogo wako na huyo mume wako. Kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo sio vya kawaida kabisa. Dada anachanganyikiwa, yaani anashindwa kuelewa kwa nini mdogo wake amfanyie hivyo vitu vyote. Kwa nini amtegeshe mume wake? Ni nini kinaendelea? Dada anamwambia beki tatu hivi, kwa hiyo mdogo wangu atakuwa anafanya yote kwa ajili ya nini? Mpango wake utakuwa ni nini? Basi beki tatu anamwambia, kama unataka kujua mpango wake ni nini, usiondoke. Hicho kitu tunatakiwa tukifanyie kazi, tuweze kujua mpango ulikuwa ni nini. Basi dada anaamua kurudi ndani ili akajue mpango wa mdogo wake ulikuwa ni nini. Bwana, huko mdogo wake sana jua dakika ishasepa. Huyu hapa karudi, anakaa anamcheka jamaa. Anamwambia, nakuona umeshangaa sana wewe. Usiniambie wewe ndio umefanya haya yote? Binti anamwambia ndio, mimi ndio nimefanya yote. Jamaa anamwambia, kwa nini sasa umefanya hivyo? Binti anamuelezea kwamba hii ndio njia pekee ambayo mimi nimefanya ili dadangu hawezi kujua wewe ni nani, hawezi kujua tabia yako wewe. Wewe mwanaume ni shetani. Bwana, sasa hapa nisikize nikupe mkasa mwingine. Ipo hivi, unamwona huyu jamaa na huyu binti ambaye ni shemeji yake. Hawa bwana washakuwa na mahusiano. Yaani msela alivyoona mke wake hawezi kuzaa, basi akamrubuni binti ili binti amkubalie na aweze kumzalia mtoto. Na kweli binti akajaa kwenye mfumo. Jamaa akamchapa, hapo binti alipo sasa hivi ana mimba na anamwambia jamaa, yaani naumia moyo sana, najuta kwa nilichomfanyia dadangu. Sasa binti anaendelea kufunguka huko ndani, lakini aliyo dada yake kwamba yuko mlangoni tu hapo anasikilizia, yani mchezo wote. Asi dada yake kasikiliza, mwisho wa siku akashindwa kuvumilia, akaamua kuingia ndani. Sasa hapo ndo anashtuka, kumbe alikuwa hajaondoka. Dada anamwambia, wewe unajiita mdogo wangu? Mdogo wangu na una ujauzito wa mume wangu? Jamaa anajaribu kumbembeza mke wake, anamwambia kwamba wife, naomba unisamehe sana. Naomba unisamehe, ni shetani kanipitia. Unajua ile hali niliona kwamba huwezi kunizalia mtoto, niliingia na mawazo, ndio maana shetani akanipitia, nikaamua kutoka na mdogo wako, lakini sikuwa nimepanga, ni shetani tu. Jamaa anajitetea kwa mke wake aweze kumsamehe, lakini aisee ni ngumu sana. Msema anamwambia mke wake ampatie nafasi nyingine, na kama kuna nafasi ya kupewa msamaha basi amsamehe, akimhakikishia kwamba haitokaa ijirudie tena. Sasa huwezi kujirudia wakati jamaa tayari kashamchapa mdogo wake mimba ambaye ni shemeji yake. Na
Mdogo wake na huyu dada naye anajitetea, anamwambia dada, nisamehe sana, sikuwa nimepanga itokee hivi, mume wako ndo alinirubuni, lakini pia nakomba basi kama inawezekana mimi niweze kuondoka huko ndani kaishi mbali, ila tu naomba ibakie kuwa siri, usiwe kumwambia mtu yeyote kwamba mimi nimetoka na mume wako na akanipatia ujauzito. Naomba tuendelee kuwa ndugu, lakini nitakaa mbali sana. Dada anamwambia, nyie sikieni niwaambie kitu kimoja, hamna haja nyewe kuondoka. Mimi ndo natakiwa niondoke kwa sababu mimi ni mgumba, siwezi kuzaa, na wewe mdogo wangu tayari umeshabeba ujauzito wa mume wangu. Kwa hiyo bora mimi niondoke, nyinyi niwaache muendelee na maisha yenu, kwa sababu tayari mshakuwa ni familia sasa na una ujauzito mdogo wangu. Si umeamua kumchukulia mume wangu? Sawa. Bwana, inauma sana. Dada kama utani huyu anaondoka zake, si anawaacha wawili hao endelee kuwa na maisha yao. Dada roho inauma, analia, si anaondoka. Anavuta begi lakini dada kaishaamua kusepa. Kaondoka, jamaa anabaki anatoa jicho tu. Sasa hapa binti ndo akina mrudia, anamwambia jamaa, una uchonisababishia sasa. Ni matatizo gani haya umeniletea? Umenigombanisha na dada yangu, familia yangu itaniona vipi? Aisee, binti analia sana na msela pozi imemwisha. Unajua unapofanya kitu na mimi ni siri, lakini tunasahau kwamba hakuna siri ya wawili, na wakati mwingine shetani anatupitiaga tu ndio, lakini inabidi tukaze wazee wangu, au mnasemaje? Bwana, ndio mwisho wa mkasa wetu. Nataka nione maoni yenu hapo chini, lakini pia usisahau kulike, kusubscribe kwenye channel yetu na kushare video hii. Chao.